lazima upambanie penzi lako. Unaelewa hapo? Kwa mwisho wa siku naambia hata wewe pia ni mwanamke. Na imani shehe. Lazima uhakikishe unapambania penzi lako, machozi, jasho na damu. Kwa mimi nitafanya vyovyote vile niwezavyo ili nipate kazi. Alafu ni rahisi sana. Hata kama yeye atakuja kujua, sio sasa hivi, atakuja kugundua baadaye sana kwamba mimi namuibia mume wake. Na hapo ndipo nitakapobadilika rasmi kutoka kwenye urafiki na nitakuwa adui. Yaani nitajivua ngozi yangu ya kondoo, nitavaa ngozi yangu halisi ya chui. Umeona maneno? Hayo maneno yana vina, tafadhali naomba uyaweke. Atakapokuja kugundua ukweli, nitabadilika sasa. Kutoka kwenye urafiki nitakuwa adui. Yaani nitafua ngozi yangu ya kondoo na nitavaa ngozi yangu halisi ya chui. Na nikusii tu binti, usije ukaingilia ugomvi kwa sababu haukuhusu. Na ikitokea umemwambia, basi nawe pia utakuwa ni adui yangu tena sasa hivi. Anaambia sikiliza nikwambie kitu. Kama umeamua kutangaza uadui dhidi yangu, mimi katika hili niko tayari. Huyu anasikia. Kwa sababu siwezi nikaona jambo hili unamfanyia binamu yangu, mimi imeniuma. Sijapenda. Wewe ni mwanamke, ipo siku utakuja utafanyiwa kama hili, utajisikiaje? Naeleweka hapo? Kwa wewe ukishamwambia hivyo, unamwambia huyu ngoja kumbe ni jeuri. Usisahau kwamba mimi ndio mtu ambaye niliyekudhamini katika mikopo yako yote ulichukua. Sasa basi, ukileta kiburi, utaenda kutoa dhamini na utakuwa ni adui yangu. Anaambia sawa. Naona unatumia nani huyo mikopo kama fimbo ya kunichapia. Sawa. Ila ulilofanya sijalipenda na sio jambo zuri hata kidogo. Unanyanyuka unafanyaje? Unaondoka. Huyo anabaki